Hivi ninavyoongea na wewe, yule binti wangu wa kazi ameshagundua kwamba chumbani kwangu kuna maiti. Mgalatia. Hivi binti wa kazi anawezaje kuingia chumbani kwako? Mfanyakazi wa ndani unamruhusu aingie chumbani kwako wewe? Au chumba chako kinakuwa toilet? Yenye kila mtu anaweza kaingia kwa muda anaotaka yeye. I say, hauko serious? Hapana, hana uhuru namna hiyo. Lakini leo nilikuwa nimekaa sebuleni nikashangaa anapiga kelele chumbani kwangu. Lakini ninapohisi kutakuwa na kazi alikuwa ameagizwa na mke wangu. Maana yeye hana mazoea kabisa kuingia chumbani kwangu. Pamoja na hayo, unahitaji mimi nikusaidie nini? Nini mimi nifanye kwenye maisha yako? Nisikilize, mimi siwezi nikahatarisha maisha yangu. Nadhani nakumbuka alikwambia hahitaji kitu chochote kutoka kwako, lakini anakuhitaji wewe. Anahitaji uwepo wako kwenye maisha yake. Haya, nikisema niingilie kati, haoni kama nakuwa nahatarisha maisha yangu? Mimi siko tayari kupotea duniani nikaacha familia yangu sababu yako wewe. Sasa wewe kaa chini na mzimu wako myatatue. Mambo gani ya kuweka sawa na huo mzimu? Sikia, wewe nisaidie jambo moja tu. Wewe nifanyie mpango wa kupata hao vijana wa kubeba ile maiti, hata watatu wanatosha. Maana nahisi tukitoa ule mwili ndani, ule mzimu hautonisumbua tena. Okay, fine. Nitajaribu kufanya hivyo. Ila nitajaribu kufanya hivyo, lakini nahitaji ujue ndio itakuwa msaada wangu wa mwisho kwako. Nadhani unanisikia. Sawa, haina shida. Lakini jitahidi tu niweze kufanikisha kumtoa mle ndani. Sawa, usijali. Nitakujulisha nikishawapata. Basi sawa.